Na kitu kingine natamani niwape ndondoo kidogo za kule tuliko kwenda. Wale wanajeshi wangu wamefanya mambo mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwepo ndio maana, lakini kule tulikuwa kindumbwe. Haleluya! Asante sana vijana, mjikaze sana na tuendelee. Kuna sehemu nyingine hivi naona tunataka kualikwa. Ikifika tu mzee Unji usitusumbue. Tutaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Asante sana. Na niombe mshingole fungua Biblia yako kwenye kitabu kile cha Mathayo. Uende kwenye sura yake ile ya pili, utasoma ule mstari mmoja tu wa 11. Sura ya pili Mathayo. Mstari wake mmoja wa 11. Nasoma Mathayo sura ya pili mstari wa 11. Nasema, wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye. Wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane aina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mwalimu wangu mmoja alikuwa ananiambia tukiwa shuleni, anasema ukiona mtu amelala, chukua blanketi nyingine mfunike. Usimsumbue. Na hapa vile vile ukiona amelala tu anasinzia, yuko kwenye simu kama nilivyosema mchungaji, wewe muache tu aendelee na mambo yake. Ataona kitakachomfuata baadaye kama hajasikia neno. Na msomaji wetu ametusomea kwenye kile kitabu cha ndugu yetu Mathayo. Amesoma ile sura yake ya pili na mstari wake wa 11. Huyo mpendwa Mathayo alikuwa na majina mawili. Jina lake la kwanza alikuwa anaitwa Mathayo. Mathayo maana yake zawadi. Na jina lake la pili alikuwa anaitwa Lawi. Lawi maana yake upendo. Hayo ndio majina mawili ya huyu ndugu yetu Mathayo. Na hizo ndio tafasiri za kila jina lake. Lakini hatutaenda sana kueleza kuhusu Mathayo. Tuko kwenye somo letu la mchana wa leo ambalo linatuhusu. Baada ya Mungu kumuweka mwanadamu katika shamba la Edeni. Na yule mwanadamu aliyewekwa katika shamba la Edeni kumkosea Mungu, ina maana kwenda tofauti na mapenzi ya Mungu. Mungu pale alipokuwa akiwa hakuwa na furaha kuona mtu ambaye amemuumba kwa mfano wake ameenda tofauti na mapenzi yake. Hakuwa na furaha Mungu wetu. Akaanza kujiuliza maswali mengi kwa ajili ya Adamu na Hawa pale katika shamba la Edeni. Lakini baada ya Adamu kukosa kwenda tofauti na agizo la Mungu, hapo ndipo Mungu aliposimama na kutoa tangazo la kuzaliwa kwa mtoto. Na baada ya Mungu kutoa hilo tangazo, ndipo manabii wengine nao wakaanza kutabiri sasa, mmoja baada ya mwingine. Hao manabii hawakutabiri ovyo. Hao manabii hawakutabiri ovyo. Manabii walitabiri kwa mpango kabisa maalum. Huyu anatabiri kuhusu hili, huyu anatabiri kuhusu hili. Huyu anatoka kwa hili, huyu mwingine atakayefuata anatabiri kuhusu lingine. Hatuwezi kwenda huko, tunaweza kuchukua muda mrefu sana. Na mchungaji wetu aliniambia hapa lazima dakika 30 namaliza. Kwa sababu ndivyo tulivyoambiwa hapa tulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo walivyotabiri wale wapendwa waliotabiri kuhusu kuzaliwa kwa mwana wetu Yesu Kristo. Na pamoja na hilo, sisi hatutaingia sana kwa kuzaliwa kwa mwana. Lakini natamani tu tuzungumzie kuhusu zawadi. Natamani tuzungumzie kuhusu zawadi alizotolewa yule mtoto aliyezaliwa pale Bethlehem.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtoto alizaliwa pale Betlehemu, na wale wasomi wa hali ya hewa kule walikokuwa wakatambua, wakaona ile nyota, wakaona kwamba kule mfalme amezaliwa huko, lazima tuifuate ile nyota. Wale wa majusi wakaifuata ile nyota, wakaenda wakifuata nyota, maana wao walikuwa na elimu ya nyota, ndio walikuwa wamesomea. Hawangeweza kukosa mahali ambapo nyota yupo, lazima wangejua tu, maana walikuwa wanasomea ile elimu. Wakafuata, wakafika mpaka sehemu mtoto alipozaliwa. Walipofika sehemu ile, waliona ni vema tuanze kutoa zawadi. Wakaanza kumtolea mtoto kile walichokiandaa kwa ajili ya kuja kutoa kwa ajili ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Zawadi ya kwanza walioitoa ni tunu. Kama tulisikia alivyosoma mpendwa pale, tunu ndio walitangulia kuanza kuitoa katika chombo. Ile tunu ni zawadi ya heshima sana. Tunu haiwezi kutolewa kwa mtu ovyo ovyo. Hapana. Maana tunu inatolewa kwa wale wanaotii na kunyenyekea mbele za Mungu. Ukisoma ile Kutoka sura yake ya 19 na mstari wake yule wa 5, utasikia jinsi walivyosema pale kuhusu kutolewa tunu. Ina maana ni wale ambao wananyenyekea mbele za Mungu na kutii agizo la Mungu ndio wanaweza kutolewa zawadi ya tunu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa majuzi wakatoa hiyo zawadi ambayo inaitwa tunu. Sijui, ninashindwa kufafanua kuhusu tunu. Labda wasomi wengine wanaweza kuitambua vizuri tunu. Sikuiona vizuri kwenye akili zangu ili niweze kuifafanua vizuri. Lakini hiyo ni zawadi ya heshima sana, ndivyo ninakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaingia kwenye mikoba yao, wakatoa dhahabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhahabu inataka kufundisha nini? Ili waweze kutoa dhahabu wakati Yesu Kristo alipozaliwa. Dhahabu inakamilisha uungu wa Yesu Kristo. Dhahabu inakamilisha uungu wa Yesu Kristo. Ni alama ya kuonyesha huyu aliyezaliwa ni Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakantolea hiyo dhahabu. Maana dhahabu ni kitu kingine cha heshima. Ni kitu ambacho hakiwezi kutolewa ovyo ovyo. Maana ni kitu cha heshima, ni kitu cha thamani, ni kitu ambacho hakionekane ovyo ovyo. Ina maana ni vitu ambavyo vina heshima ya pekee kabisa. Ndio maana waliweza kumtolea yule aliyotolewa, kwa sababu na yeye alikuwa ni mtu mwingine wa heshima. Walijua huyu anayezaliwa ni mfalme wa wafalme, kama ilivyoandikwa katika Isaya. Mfalme wa wafalme, baba wa milele, mfalme wa amani. Hayo yote ni majina yake ya heshima. Ndio maana anaendelea kutolewa hizi zawadi kutoka mikononi wa majusi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wakamtolea zawadi nyingine ya 3. Walimtolea uvumba. Uvumba, ninaamini walio wengi wanaifahamu uvumba. Hii uvumba inataka kutufundisha nini kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Uvumba inatuonyesha kwamba huyu aliyezaliwa ni kuhani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Uvumba inataka kutuonesha huyu aliyezaliwa ni kuhani. Ndio maana yake. Asiyekuwa kuhani hawezi kutolewa uvumba. Kuhani ndiye anatolewa uvumba, na ndio maana wale wa majusi walitoa uvumba wakati Yesu Kristo alipozaliwa. Maana makuhani walikuwa na kazi ya kufundisha watu, pia walikuwa wanasaidia viongozi wa dini kutoa hukumu. Kazi zote hizo ni kazi za makuhani ambazo walikuwa wakifanya. Walikuwa wanafundisha watu, walikuwa wanawasaidia viongozi wa serikali kutoa nini? Kutoa hukumu. Na vile vile walikuwa wanafundisha watu na kuwaombea watu kwa Mungu. Hizo zote ni kazi za kuhani ambazo anazozifanya. Ile kumtolea uvumba ilionyesha kwamba Yesu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kumtolea Yesu uvumba ilionyesha kwamba Yesu aliyezaliwa huyo ni mtakatifu. Kwa hiyo zawadi hizo ambazo Yesu Kristo alitolewa ni zawadi za heshima, ni zawadi zenye haziwezi kutolewa ovyo ovyo niseme. Haziwezi kutolewa ovyo ovyo kwa kila mtu. Maana zenyewe zinaonyesha kwamba huyu aliyetolewa hii zawadi ni kuhani, huyu ndiye Mungu wa kweli, huyu anaendelea kutufundisha, huyu anaendelea kutuongoza katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hizo ni zawadi ambazo wale wa majuzi wakati walipofika pale ambapo Yesu alizaliwa waliendelea kutoa, kuonyesha kwamba wamekuja ili waweze kumtolea zawadi hizo. Na zawadi ya mwisho kabisa ambao walitoa wale wa majusi pale, zawadi ya mane. Mane inataka kutuambia nini kuhusu yule aliyezaliwa? Mane inatabiri kifo cha Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mane inatabiri kifo cha Yesu Kristo. Kwa sababu mti wa mane, ukitaka kupata mafuta ya mti wa mane, utaenda kwenye mti, utaparuza, utatoa yale maganda yake, unachukua yale maganda yake, unayaponda. Baada ya kuyaponda ndipo utaweza kupata mafuta yake. Lakini kama hujafanya hivyo, hauwezi kupata mafuta katika ule mti wa mane. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumtolea mane ni alama mojawapo ya kuonyesha kwamba wanatabiri kifo cha Yesu Kristo kitakapotokea huko mbeleni. Na baada ya Yesu Kristo alipoendelea kufanya injili hapa duniani, alipita katika mambo mengi. Yesu Kristo na yeye ili afikie kifo alipotwa. Ili Yesu Kristo afikie kufa, aliingia kwenye matatizo makubwa. Akasulubiwa, akateswa, akapondwa ili damu yake iweze kumimika, ili iweze kutukomboa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wale wa majusi walikuja na kumtolea mane. Walio wengi wanafahamu mane, mti wa mane. Si mnaofahamu? Kwa hiyo ule mti ulionyesha alama ya kufa kwa Yesu. Walichukua mfano wa jinsi mafuta ya mane yanavyotoka
na ndivyo Yesu ataenda kuteswa huko mbeleni na kuweza kutoka damu katika mwili wake, na ile damu ndio itaweza kutuokoa sisi na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo muda wowote, wakati wowote, saa yoyote, ukiona alama hii ya manemane, ukiona alama ya manemane, inatufundisha nini? Kifo cha Yesu Kristo. Inatufundisha kifo cha Yesu Kristo. Kwa hiyo kila mmoja wetu lazima awe na kumbukumbu, awe na utayari, ajue kwamba hizi zawadi ambazo Yesu Kristo alitolewa ni alama mojawapo ya kutufundisha sisi na kuelewa Yesu alikuja ili afanye nini hapa duniani. Ina maana alikuja ili aweze kutuokoa sisi na dhambi za dunia hii. Maana apitie matatizo, atipitie mateso, alikubali atateswa na atasulubiwa, atapata shida ili aweze kutukomboa sisi katika tatizo la dhambi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa kujua na kukumbuka. Kila mmoja wetu awe asimame imara kabisa kujua kwamba Yesu alikuja hapa duniani, aliamini kwamba atateswa, aliamini kwamba atasulubiwa kwa ajili yetu. Hebu fikiria, nani huyo anaweza kujitoa kwa ajili ya ateswe au uawe, asumbuliwe kwa ajili ya mtu mwingine? Lakini Yesu peke yake alijitoa. Huku alikokuwa kulikuwa na maswali mengi ya kuweza kuuliza, nani ambaye atakwenda kuwaokoa hao walio ndani ya tatizo? Lakini yeye akajitoa, akaja hapa duniani, akafanyika akapitia alama ya kuzaliwa kama mwanadamu mwingine, na yeye alikuwa ni Mungu. Na hayo yote aliyoyafanya huyu yalimpendeza Mungu sana. Yalimpendeza Mungu sana. Akazaliwa kama mwanadamu mwingine, akalelewa na wanadamu wengine, akatembea kama watoto wengine wanavyotembea. Baada ya kufika kiwango chake cha kuanza kufanya kazi, akasimama, akaanza mizunguko ya kufanya kazi. Akaanza kufundisha watu neno la Mungu, akaanza kuonyesha watu njia ya kweli, mpaka akafikia sehemu ya yeye kuanza kutafutwa na wale Wayahudi ili waweze kumuua. Lakini yeye pamoja na kwamba walianza kumtafuta, hakutingizika wala hakuwa na wasiwasi yoyote. Maana alijua, nimekuja kwa ajili ya hili, ili niweze kuokoa hao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hicho ni kitu cha muhimu sana, na kitu cha msingi sana. Mtu ajitoe kwa ajili ya mtu mwingine. Na anajua kwamba huko ninakokwenda nitasulubiwa, nitateswa sana. Nitapata matatizo ya hali ya juu ambao hakuna mtu awai yoyote anaweza kuyavumilia na kuyastahimili. Lakini yeye alijitoa na alijua kwamba huko ninakokwenda ninaenda kusumbuka, ninaenda kuteseka, ninaenda kutaabika, lakini akajitoa yeye kama yeye ambaye alikuwa ni Mungu, lakini aliona kwamba kuvaa uungu si kitu cha kushikamana nacho. Bora niwezi kuokoa hao waliomo katika shida. Akaacha uungu huko, akaja kuzaliwa kama mimi nilivyozaliwa. Akalelewa kama mimi nilivyolelewa. Akaguswa na mikono ya wanadamu. Akatembea na wanadamu. Akatembea na watoto wa kibinadamu. Akagusa udongo. Akacheza mpira na watoto wengine. Na yeye anajua huko yeye ni nani? Ni Mungu. Ni upendo wa namna gani huu? Upendo wa ajabu. Ni upendo wa ajabu sana, ambao Yesu Kristo alionyesha kwetu, mpaka akaja akafikia kiwango cha kuweza kuuawa, cha kusulubiwa vya kutosha, vya kuteswa, kupelekwa huko na huko. Akapelekwa kwa wakuu wa dini, kuanza kuhojiwa maswali mengi, lakini yeye alikuwa atetereki, alikuwa anasimama imara tu, na kile wanachomuuliza anajibu kama anavyojua yeye.
Lakini alikuwa anajua huko ninaenda ili nielekee wapi? Kifo. Alikuwa anajua. Lakini hakutetereka wala hakuwa na wasiwasi. Aliendelea tu kufundisha watu na kuonyesha watu wasimame katika kweli, ili siku moja wawezi kuona ule mji mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wapendwa, tusikumbwe na mambo mengine. Huyu ambaye ametolewa hizi zawadi ndiye Mungu pekee. Hakuna Mungu mwingine ambaye tunayeweza kumwamini. Hakuna Mungu mwingine ambaye tunayeweza kumwabudu isipokuwa ni Mungu mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndiye amekuja akafa kwa ajili yetu ili aweze kutuokoa. Miungu mingine ilikuwa mingi tu. Miungu ilikuwa mingi, lakini hawawezi kupata nafasi ya kujitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Lakini yeye kwa sababu ni Mungu wa kweli na Mungu wa pekee, akaja akajitoa kwetu sisi sote ili tuweze kufanya nini? Kukombolewa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo pamoja na kwamba unaweza kusikia injili zingine, maana hapa duniani kuna injili nyingi. Kuna injili zinapingana na injili hii. Wewe usitetereke. Kila leo mnafundishwa, kila leo unaambiwa. Injili hapa duniani ni injili, kuna injili nyingi ambayo ni injili ziko tofauti na hii. Kwa hiyo kuita injili ambayo ina tofauti na hii, isikilize vizuri. Sikiliza kabisa kama atakupeleka wapi. Akienda katika njia nyingine ambayo sio njia hii ambayo tuliokombolewa kwayo, usikubaliane na hiyo injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubaliane mpendwa, tafadhali sana usikubaliane na hiyo injili. Maana ukikubaliana na hiyo injili itakupeleka pabaya. Itakupeleka sehemu nyingine ambayo utaendelea kupata shida. Itakupeleka sehemu nyingine ambayo utaumia sana katika maisha yote utakayoishi huko. Lakini kama ukikubaliana na injili hii, ukisimama katika kweli ya injili hii, ukisimama katika kutii Mungu na kusimama mbele ya neno la Mungu, utaweza kuishi maisha ya umilele. Kwa sababu umesimama katika kunyenyekea, umesimama katika kutii neno la Mungu, hapo naamini kwamba utasimama katika kunyenyekea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tungesimama katika imani moja. Tusimame katika imani moja ambayo ndiyo imani ya Yesu Kristo, aliyetukomboa, aliyekuja kwetu ili aweze kusulubiwa, aweze kuteswa, aweze kuhangaika, aweze kusumbuliwa vya kutosha, ili shida yake na shabaha yake ilikuwa kwamba aweze kutuokoa sisi ambao tumekumbwa na tatizo la ulimwengu huu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kweli ninaamini kwamba amefaulu. Amefaulu, maana mpaka sasa neno lake linaendelea kutangazwa. Walio wengi wanasimama katika imani yake. Walio wengi wanapokea mapokeo yake. Hiyo nina imani kwamba Yesu Kristo kama Mungu hakika amefaulu katika kujitoa kwake na kuja kufa hapa duniani kwa ajili yetu. Hakika huyu Bwana amefaulu. Amefaulu katika kile kilichomleta. Kwa ndio maana tunaendelea kusisitiza na kuendelea kukumbushana ili tusiwezi kutoka katika imani hii. Ili tusiwezi kusikia mafundisho mengine. Maana tukisikia mafundisho mengine yanaweza kutupeleka sehemu nyingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nieleweka hivi? Ndio. Tuimane mwenye amane ombinose. Ngwe bitolo mobile kila lusuku. Bibi imbama yoto cha omwiko. Bibi
ibyo tuma toyo munana na mane ombe o mwiku bibyo ibyo tuma toyo sangana betrobe tuli bitoekea lakini ngete toyo imani mina mane ombe tatusi sangane o mukimu tatushi monane mane ombe atubolele ma ngeti to abane pitero ya ina mane ombe ngeti to imana mbene ya mane ombe tatushi monane o otolemo na o otolemo ya ole bolo ikibingi ole bolo ya aya amilele na milele ebolo ele bolo ya likama yeto ambiba mane ombe pese jose ba make aemo isaula msawa mane ombe ilo tabatu bibachelela imana mngana buwacha ilo tabatu bibachelela imana mngana lokendo liwe mwikulu domba akabale o ba senane na ebolo ya bewa o ichike bala bose bashishi kwache na bashishi ungwi kabale mane ombe bo bana aya au milele na milele wena mbatu yubulele ma ale aya amilele na milele ashigebe ko ale alusukube nido abiba mane ombe pese yose ba imana isungola batu ba imana ilota batu ba imana ibula batu mbakampese mbala na msegentole mule byamanga byalishi na mano meso matwa hebwa nikyomona byalishi ma na nikyomona byangeni ma nituma ba ambi bitu baba imana kila wakati ilo cha batu bibachelela imana ilo cha batu bibachelela ikyaba bakalumu lusuku babo batu bamone bulamu kwale na abechangiwe ma ilengo kamane ombe yimi aba ambi bamane ombe ibe aba ambi bamane ombe mbakabakelele ilo cha batu bakabatu bayo mana bubula ngwale na ali mutwa bi kini ngewa mana niwe kawaida hii nose hindi bachotenda tenda bibi ibachotenda tenda no bugo mona ni bitenda tenda o uli mukiro tushimone ukim tolo ngo shitende niwe abe ndu bila kibile tushimone ale obene bolu nose ndele o babucho nane ndio songo ya lusuku bina bile byangene kila umu ai mane mbele yake yose ai mane muyungwe ni lalo lusuku lulu motenjo ta odelo ngelo aitalo mango na manya wote ndo bingi bile ishe yetabili ibi ni nose ngo shimani ya uwela ni ole akamana na isi ole ochanga bile mpisi mmeze mwabe wabito byale kabile bobango mmeze mwabe wabito bile leshe lakini leshe ya ita malishe mose ole Yesu Kristo binos amechangi amen wanataka upate leshe ya ita leshe malishe mose male nombala ngaseto uimane mole Kristo baka iyo shimone de shida benebe iyo shimone bola ngwale na ali onyemibwa na bashina onyemibwa na basoshi uli onyemibwa na basoshi babise onyemibwa na bahami babise onyemibwa na basomi bale mbese basolo bonyemyo kumpaka wa imana meno ya mane ongo abechangi zongolo nolwa ulana nolusuku nombaka lwayine nawe nombaka lwayine nawe tuimane mbene ya ine amane ombe bino bibutu ikechi bwano kila lusuku wano baimane ano basoshi bamu ikechi baimane ano basoshi bamu ikechi dola kwa ukatabili umango bundaya jo olusuku na mama mose muungwa ale muike chako yose roungwa tuli musongolwa ushiwasona itibinu bya sona ino aneso lakini lo makalile mwingana kile shito
Osa no ola. Umona mtoto kabisa. Osa no ola, bo mona mtoto. Lubakani le mule Yesu Kristo. Abe changi wema. Amen. Baunjwa nane tole oto hudu. Baunjwa nane tole oto hudu. Mango mose matole molabu. Ule mwe tuishio yangi. Umuntu n'abazaliwe wa ita umwendelea na eno. Yabe ene mwotolo umuntu matushimani. Kwa mfano hapo tole kanisa mimi. Ubimu ubaono mbele. Lakini pia ni mwele yake la suku umuye wa oto. Lime yake la suku umuye wa oto obumu manene ole mo etajangi. Wa manene ole mo etajangi. Kumbe bila biole moyo apika ukolo umuntu. Na imani ndio shile nene. Ndio ile mwele apungua usachitano chita. Ubuwacha muline. Wana pika ugokolo ndu. Usachitano cha umatu. Ubuwacha muline. Wana pika ugokolo ndu. Usachitano cha umatu. Kama ushile na posema mami matano. Ujosa ngawa awashikana posema mabele ama posi omi ushile miyana ule mwisho. Na uno twatombo na umuntu. Twatendo na umuntu. Wa utielewa em oto. Abe jangi. Wa utielewa elemo oto. Kama uti obambe, kama ubonime kodi fulani imana ndio weku. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada zangu kule nyuma. Acha niongee hivi. Pamoja na kwamba tuko kanisani. Angalieni vizuri. Angalieni vizuri. Nilipofika hapa, ayo, mlikuwa mnakaa kwenye viti vya mbele. Lakini sasa hivi nina karibuni miezi miwili kama sijakosea au mitatu. Amkai tena huko mbele. Mnakuwa watu wa nyuma. Na kama mkitaka kuja ibadani, mnakuja kwa sababu mnazozitaka. Angalieni vizuri mtazamaji. Tabale benu babo motola benu tabale benu. Ale mko. Mwami wa Eloisi. Atwingela mulemto. Mtoa osimani. Hilo ni shile na benu. Ewe ule mfalme. Ana mwana bakomala ingela. Aida pikatu ashigo. Tamana mwana mwele banu weto. Iji tabu ya moyo wa mtu. Mwana mwana yo. Itu letabini. Wasa dento mwele byangi moyo wa mtu wale safi kabisa. Balaiki balemo, bangi balemo. Lakini baadaye ingiwa ya ingine. Ya. Indelea ingine. Ya. Yola ingine. Ya. Na bibi yangu yapiga hatua. Abile hano, ashimu yapiga hatua sasa. Yoto hau. Imbulu suelea ingine. Ya. Omango se wama ne mto. Osajula. Wose akula. Bula bubasha basha kwa maana ushile mwale, wose waula. Mbaka bubasha wa maana tabikyo samba na biojojo. Hale biojojo tabikyo ubaya. Wiki ubaya tuwaja asungu. Bane wana. Zamani sana mpaka anu ndugola nawe ndugole kanisa. Lakini ni uko nitendi. Imune mo oya yine binafsi. Mana ba ugosi yine. Shimo mwana ndo byangi. Oto anyi. Chamu kono to ambe achama na obo mutu. Bila bina musangile munene epitelo ya miambo. Chamu ono. Chamu ono. Oshibe ndi bya tenda onyo watu. Na tote kana ono. Lwabe chawitu. Adama wane ano mbogwe ato wili shishile hicho kanisa. Ono atende ono wakubala atende ingi ya nimani beso tende ya manga shishile hicho kanisa. Adana neto ngoda atende onge na kiti kweta jangene shishile hicho kanisa.
Hata mchungaji wa Mungu njala mwe ndio tushikilo ita au ya oma. Sitaacha. Mimi na wewe. Mpaka siku yetu ya mwisho. Kwa shetani kuingia mule watu na mule mto na mtu tashi imani. Kwa shimango wanaona ni moya sawa ni. Ni moya sawa kumbe tu ile sawa. Wene ombe ha ababu hula. Na isi mbani bo bila yange eli bakuchana. Toma ngui bato hilo. Hilo ni moya sawa. Ni eli vile. Ni eli vile. Kila ndo mangito taswa. Ni eli vile. Kama uwe ni yanombe ni chaono ni yanombe. De oto. Kama uwe ni ananya katikati yana katikati. De oto. Hiyo nataka niende video lolo lusuku mpaka kila umuwetu imani nibo mangu matole muweta mi ambo ya mane ombe twatela to itele kitilo twatelela to ite na ipitilwa mwana ke pitilo yobile ne yo taele yolo ibo mani bibo ushimoto telwa na ojambe welonga bili manya bakiki ingela ndole bili manya inashi bili muweta byani bili muweta na manini muweta sawa na yewe ndashile yewe mbewelo wewe naise ibani wewe twose kina bili byangine wewe na ipitelo ya polomanga tumangoti taidi ni ambo tumangoti taidi nyenyekea tumangoti taidi nyenya itole muike chibo taidi nyene ni ambo yamo ne ombe tumbakalo mulusuku to ayo mona bolamu ko alena ale etubose umutu bano bajuwe bamule nebo bitu bana bantu babatamani elibose mo ayo sangana nitumbuka ya uli mukibu mbaka tokendo talolero mutu kila mtu ali nalokelo kendo bino bitole ato kila mtu analokelo kendo lakini bakuisi balu muzuku pamoja na kila mtu analokelo kendo etubose to ayo sangana ubulamu kwa alena ale kama ngoma bashione ibato chipo kama ngoma boto chipo boye kwa pia na pole wacha bali kwa kana ne wana baranga msenge mpaka ale bya kuma na bya oma mumanga na chupa mokole manga na wacha uli amchunge kama ne ombe atubaterichi amen.